Miongoni mwa watu ambao unawapenda kama Nifa, ni mfanyabiashara. Nifa aliyekutana na sekeseke nyingi, hasa hapo moja ni yeye mwenyewe kuweza kufungwa. Baada ya hapo akaweza kuachiwa, akaendelea kufanya biashara zake mpaka sasa hivi ni mtu mkubwa. Kwenye sekesakata lake lile la kuweza kufungwa na kuachiwa na kwenda kupambana, wewe umejifunza nini kama mtu ambaye unamwona Nifa unamwona kama kioo chako? Kwanza ni mtu asinielewe vibaya, lakini katika kitu ambacho nilikifurahia ni kwamba unaweza ukawa unamuona mtu kwenye upande mmoja, hujui maisha yake mengine yakoje. Kwa kwenye kipindi cha sakata la dada yetu Nifa, nilijifunza kwamba utapata marafiki halisi na mashabiki wa kweli unapokuwa kwenye shida. Kwa wakati ule nilijua yani pale niliweza kuona kabisa watu gani ambao walikuwa wako karibu naye, na I'm sure hata kuna watu ambao mpaka leo yaweza kuwa hawataji, ila ndio watu ambao walikuwa wanamsupport sana, walimsaidia. Kwa binafsi mimi pia kuna changamoto nazipitia, kuna wakati naona kabisa okay, kumbe wale watu ambao unakuta sio kila siku wana view, lakini wanapokusikia huko kwenye matatizo wanakuwa wa kwanza kukunyanyua. Sawa. Umekuwa miongoni mwa wadau wa vijana na gender advocates. Ningependa kufahamu sasa hivi ukizungumzia uwigo mkubwa wa kimahusiano sasa kwa wanachuo, kuna ile tabia kwamba anakuwa na mahusiano ile inapofika hatua ya break up, yule mvulana anademand kila kitu alichokuwa anamfanyia yule binti. Je, kwa upande wako unahisi ni sahihi? Mimi naweza nikasema ndio kwa namna fulani na hapana kwa namna fulani. Nikianza na ndio, nategemea ni nini. Yaani ni kwenye ndio kwa sababu kuna vitu alikupatia vinaweza vikawa ni out of love, na kuna vitu alikupatia ni kwa sababu ulikuwa ukimsaidia kwa namna fulani. Yaani let's say nikichukulia mfano mimi mwenyewe, labda nipo kwenye mahusiano na mtu, ni mfanyabiashara. Kuna kazi alinipatia, kuna mikataba tulisign, let's say kuna mali nilizown kwa sababu hiyo. Hapo haikuhusisha mapenzi. Ila ni wakati ananipatia nilikuwa mpenzi wake. Kwa tunapoachana ana haki kuvunja mkataba na mimi, kama ambavyo mimi nimevunja mkataba na yeye wa mahusiano. Tunaweza tukavunja mikataba mingine ya kibiashara kulingana na tutakapokuwa tumekubaliana. Lakini pia kwenye kusema hapana, hapana ni kwa sababu pia mpaka umempa inamaanisha ulikuwa willing, na mimi unless haukuwa na mapenzi halisi. Ila kama ni tukiongelea swala la mapenzi, zawadi hairudishwi. Kama tukiongelea kwenye swala la zawadi hairudishwi. Lakini ikitokea amehitaji, mimi binafsi ikitokea mtu anahitaji kitu ambacho alikuwa kunipatia, siwezi acha kumrudishia kwa sababu sipendi kuacha viporo.